nitajifunza, na ndio maana nimetanguliza mwanzo kwamba Roho Mtakatifu akufundishe, anifundishe, kwa sababu vile atakaponifundisha mimi sio kama unavyojua na sio kama ninavyojua mimi. Kwa utangulizi nisema agano ni makubaliano au mkataba kati ya mtu na mtu juu ya jambo fulani. Kwa ni makubaliano au mkataba kati ya mtu na mtu kuhusiana na jambo fulani, hilo ni agano. Kwa agano tumeeleza katika mara mbili kwamba ni makubaliano au mkataba. Na kwa nini tunasema nguvu ya agano la damu? Yaani agano au tuseme nguvu ya agano kawaida kabisa, ina maana inakuwa tofauti. Inaweza kawa umeweka agano au mkataba juu ya kitu fulani, wenda isiwe damu, lakini tunazungumzia kwenye nguvu ya agano la damu. Agano la damu lina nguvu gani au lina sifa gani? Lakini pia nasema agano linakuwa na masharti au vigezo vya kutimiza. Sawa. Ni masharti au vigezo ambavyo vinabidi vifuatiliwe. Ina maana kama umeweka agano na mtu fulani, inakubidi kuna masharti mnawekeana kwamba mimi mkataba wangu una mipaka hii hapa na hii hapa na hii hapa, na kuna masharti lazima haya hapa na haya hapa uyazingatie, kwa sababu tunatembea kwenye nini? Kwenye agano au kwenye mkataba tuliowekeana. Wanasifiwe sana. Na nyingine sema damu. Damu ni kimiminika kinachojumuisha maji na seli hai nyekundu. Kwa ni kimiminika kinachojumuisha maji na seli hai nyekundu. Na damu ndio chanzo cha uhai wa kiumbe chochote. Yaani kiumbe chochote kile chenye uhai, yaani uhai wake uko kwenye damu. Yaani hata huyu sisimizi unapomwona ni mdogo, na yeye uhai wake uko kwenye damu. Hata na miti na yenyewe ina damu, japo tunatofautiana kwamba ila ni kiumbe hai, kina seli, japo sio seli nyekundu, lakini na chenyewe kina seli za uhai, na kina maji ambacho kinatengeneza damu. Wanisifiwe. Nasema kwenye damu ndiko palipo na uhai. Ina maana kiumbe chochote kile ili kiwe na uhai kinategemea damu, kinaangalia damu. Ili uwe na uhai wewe lazima uwe na damu, na kwenye mwili wa kiumbe chochote, hasa kwa mwanadamu au mnyama yeyote, yaani kunakuwa na kiasi fulani cha damu ambacho Mungu amekiweka automatically kwamba kinakupa uhai, kinakuwezesha wewe kuishi kwa namna fulani, kwamba ukiwa kwamba kwa kile kiwango ambacho Mungu amekiweka, kikiwa pungufu au kinakuwa kimezidi, tayari kunakuwa na hitilafu kwenye uhai wako au kwenye usalama wa afya yako. Na ndio maana wanasema kwamba mtu amepungukiwa na damu na hawezi kuishi. Kwa nini? Sio kwamba damu imemwishia, damu ipo, lakini kwa kile kiwango ambacho Mungu amekiweka cha kawaida kinakuwa kimepungua. Kwa sababu mtu amezidiwa na damu, na damu ikimzidi anasikia kama kichwa kinamuuma, kama anasikia homa. Lakini kwa nini? Kwa sababu imezidi kile kiwango. Ndio damu tunasema ni uhai wa kiumbe chochote kile. Na ndio maana kwa nini kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 12 mstari wa 23 tuone namna ambavyo damu ambapo ni uhai wa mwanadamu. Na ndio maana Mungu akatukataza, akasema msile kiumbe chochote pamoja na damu yake, kwa sababu damu ni uhai. Huwezi kula kiumbe kilicho hai au kiumbe kilichojifia, unasema nyamafu. Kwa nini? Kwa sababu kimekufa pamoja na damu yake ya uhai. Na unapochinja kitu au mnyama yoyote anapochinjwa, ile damu inamiminika na anapoteza uhai, kwa sababu uhai tayari ulikuwa umetoka. Yaani anapopoteza damu nyingi mtu anaweza akafa, kwa sababu damu ni uhai, na uhai ndio unamsaidia mtu kuishi. Kwa anapopungukiwa damu au anapoishiwa damu, mtu anakuta anapoteza maisha yote.
tahadhari kwamba usile damu, kwani ile damu ndiyo uhai, na uhai usile pamoja na nyama. Usiile imwage juu ya nchi kama maji.